Episodi ya pili inaanzia pale pale episodi ya kwanza ilipoishia, ila nataka nikukumbushe kitu kimoja. Kama unakumbuka, episodi ya kwanza iliishia pale Helen akiwa amegongwa na gari. Nini kilifata baada ya hapo? Ungana na mimi Gebo wa Mtaa, hapa wa Mtaa Film. Lakini nikukumbushe tu, usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata recap zetu. Tunaendelea na recap yetu, sehemu ya pili. Wakati Helen alipogongwa na gari, akaja kujikuta ametokea kwenye soko la usiku. Hapa nataka unielewe vizuri sana. Kama unakumbuka episodi ya kwanza ilipoanza, baba alikubali kupoteza maisha yake ili binti yake haweze kupona. Na nataka nikukumbushe kitu kingine. Alimwambia binti yake amuahidi kwamba hatokwenda kwenye soko la usiku. Sasa Helen anakuja kujikuta ametokea kwenye soko la usiku. Helen alishangaa, akajiuliza hapa nilipo mimi ni wapi? Lakini alikuja kuona mlango. Helen akataka kutoka, lakini wakati anataka kutoka akaja kujikuta amerudishwa tena ndani. Ile hali ilizidi kumchanganya sana, yani kama vile kuku kapanda baskeli bata kavaa laizoni. Lakini wakati ile hali ikiwa inaendelea kumchanganya, alimuona babu mmoja akiwa amesimama. Alikuwa ni kama mlinzi. Helen akamfuata akamwambia, "Samani baba, naomba unitoe katika ile eneo." Baba akamwambia, "Huwezi kutoka katika ile eneo bila kununua kitu." Helen akasema, "Lakini mimi sitaki kitu cha kununua." Baba akamwambia, "Hiyo ndo sheria ya hapa. Huwezi kutoka bila kununua kitu chochote." Helen akazidi kuchanganyikiwa, unaambiwa. Basi wakati ule Helen akaamua kutoka na kuanza kutembea. Mara wakati akiwa anazunguka akajikuta anagongana na mshikaji mmoja hivi anaitwa Clever. Baada ya kugongana na mshikaji anaitwa Clever, Clever akapaniki akamwambia, "Wewe dada, vipi wewe? Ina maana unatembea mbele uone?" Basi Helen akazidi kuchanganyikiwa. Lakini baada hapo ule mshikaji Clever akaondoka, akaenda mpaka kwa mama mmoja hivi akamwambia, "Mama, mimi sikuja hapa kupoteza muda." Mama akamwambia, "Sawa, haina shida." Akamwambia, "Mimi kitu ninachokihitaji kutoka kwako ni utajiri wa bilioni 10 tu." Mama akamwambia, "Pia haina shida. Nafikiri unaelewa utaratibu hapa." Clever akamwambia, "Sawa, wewe niambie kitu gani ambacho unahitaji kutoka kwangu." Mama akamwambia, "Mimi nahitaji amani yako tu." Akamwambia, "Amani? Sasa hizo bilioni 10 naweza kuenjoy vipi kama nitakuwa sina amani? Sema kitu kingine." Mama akamwambia, "Sina kitu kingine ambacho unachokihitaji kutoka kwako zaidi ya amani yako tu." Clever akamwambia, "Kwa nini sikuuzie huzuni Unajua watu wengi wanaweza wakaja hapa na kisha ukauzie huzuni na maisha mengine yakaendelea." Mama akamwambia, "Kama uhitaji basi." Clever akakosa cha kufanya, akamwambia, "Basi mama, naomba unitilie hiyo bilioni 10." Mama akawa ameitia bilioni 10 kwenye akaunti yake ya duniani na kisha akachukua amani yake. Kipindi chote hicho Helen alikuwa anaona kila kitu na akazidi kuchanganyikiwa. Basi na Helen akasogea mpaka kwa mama mmoja hivi akamwambia, "Mama, samani, hivi naweza kutoka hapa?" Mama akawa amemjibu, amemwambia, "Wewe unawezaje kutoka hapa bila kununua chochote?" Akamwambia, "Mama, lakini mimi sina kitu ambacho anachokihitaji." Akamwambia, "Hapa sheria na utaratibu hapa, huwezi kutoka bila kununua kitu chochote." Basi wakati Helen akiwa anaongea na yule mama, mara akamwona kiongozi mmoja mkubwa wa serikali. Helen akabidi amfuatilie. Yule kiongozi akafika, kuna sehemu moja alikuwa anahitaji kununua kiti. Wale wazee wakamwambia kwamba kiti sio shida, ila lazima atoe kafara ya damu. Jamaa akamwambia, "Damu yangu mimi?" Akamwambia, "Hapana, hii ni damu ambayo itakuwa inasambaa kila siku kwa lengo la kuzidi kukupa nafasi yako." Jamaa alichagua kiti fulani kikubwa, lakini wale wakamshauri wakamwambia, "Hichi kiti ni kikubwa sana, kafara yake itakuwa ni kubwa." Baadaye wakawa wamembadilishia kitu, akamwambia, "At least hichi kinaweza kikakufaa." Akasema, "Basi mimi nakihitaji hichi kiti kidogo." Akamwambia, "Hichi kiti kama utafuata sheria na taratibu za hapa, basi kitakuwa ni kiti chako milele." Jamaa akasema, "Kama ni hivyo haina shida, nitakuwa natoka naenda nchi za nje kubadilisha damu." "Ndio, na wakati mwingine lazima utoe kafara ya damu hata kama ni ile ambayo haikuhusu." Akamwambia, "Kwa hilo halina shida." Mzee akachukua kiti chake na kisha akaondoka. Wakati huo Helen alikuwa anaona kila kitu, na baada hapo Helen akaja kujikuta ametokea sehemu moja hivi kuna vidudedude fulani vya kung'aa. Helen akasogea akawa ameshika kichupa kimoja. Mara akashangaa anaitwa jina lake Helen. Helen akashtuka akamwambia, "Wema, unanijua mimi?" Akamwambia, "Ndio, nakujua." Akamwambia, sasa nilikuwa nahitaji kutoka hapa." Mama akambidi amchane ukweli, akamwambia, "Bwana, hapo huwezi kutoka bila kununua kitu." Akamwambia, "Sasa mama, mimi sikuwa nahitaji kununua kitu." Akasema, "Nunua kitu. Ili uweze kutoka katika lazima ununue kitu." Akamwambia, "Haya, sawa. Mimi nataka kuwa maarufu, kuwa star labda, na nikiwa nahitaji na vitu vingine natakiwa kufanya nini?" Akasema, "Mimi kitu ambacho nitakachokihitaji kutoka kwako ni heshima yako tu." Akasema, "Heshima? Kwa nataka kuniambia mimi hakuna mtu ambaye anaweza kuwa ananiheshimu?" Akamwambia, "Ndio, hakuna mtu ambaye anaweza kuwa anakuheshimu, lakini utakuwa ni maarufu na star mkubwa na watu wote watakuwa wanakusikiza wewe." Akasema, "Kwa hilo haliwezekani. Kwa nini heshima yangu niiondoe?" Akamwambia, "Basi kama hutaki huwezi kutoka katika ile eneo." Akamwambia, "Basi okay. Chukua hiyo heshima, chukua hiyo heshima." Akamwambia, "Sawa." Basi baada ya hapo mama akawa amefungua kile kichupa,
akawa amechukua heshima na kisha akampa huo umaarufu.